Ujambo na karibu tena mpendwa mtazamaji wa MBC TV Baraka. Ni kwa mara nyingine tena nakaribisha kufuata taarifa habari, taarifa ambayo itasomwa nami Venker Kilos Bome. Katika upande wa pili nitasaidiwa naye Abase Wezo. Na kabla sijaanza taarifa yenyewe na kualika kufuata vichwa vilivyogonga taarifa yenyewe. Habari zetu zitaanzia hapo Lubangwe katika sekta ya Lulenge, ambako mkuu wa sekta ya Lulenge Mheshimiwa Zaidi Abandelwa Abambe amezindua daraja mpya kwenye mto Amia. Tutajielekeza kwa Uvira ambako polisi wapitisha operation ya kubomoa vichanja vinavyobananisha barabara ya taifa namba 5 mjini humo. Tutaelekea pia bondeni Ruzizi tarafani Uvira ambako ndani ya kijiji cha Luvungi mwanajeshi mmoja ameripotiwa kuuawa baada ya mabishano kati ya kundi mbili za kijeshi. Tutakuwa pia hapo Beni ambako wazalendo waonekana kuwa wengi kuwasili tangu hiyo jana jioni mjini humo. Tutamalizia habari zetu na hapo Kinshasa ambako uongozi wa chama cha upinzani cha ICD mashariki mwa DRC wakemea kwa kile wanachokiita kuwa ni udikteta wa Rais Tshisekedi. Bila shaka mpendwa mtazamaji, ni hayo na mingineyo, karibu ambatana nami mwanzo hadi tamati. Habari kuu. Tutaanza hapo ndani ya sekta ya Lulenge ambako katika kijiji cha Lubangwe mkuu wa sekta ya Lulenge amezindua daraja mpya ndani ya sekta humo. Mheshimiwa huyo mkuu wa sekta ya Lulenge amezindua daraja hilo kwenye kijiji cha Lubangwe mbele ya wakazi wa kijiji hicho. Akihutubia kwenye uzinduzi huo, kiongozi huyo ameonyesha shukrani zake kwa raia, pia wakuu wa mkoa akiwemo Jean-Jacques Purusi na Jean-Jacques Lakano ambao kwa pamoja wameshirikiana kutamatisha ujenzi wa daraja hilo ambalo limechukua muda wa miezi 11. Tutoke hapo Lulenge tujielekeze katika jiji la Uvira ambako wafanya biashara mjini Uvira waomba mamlaka ya mjini humo kutenga soko nyingine baada ya uongozi wa kimamlaka kuamrisha jeshi la polisi kubomoa vichanja vilivyo pembezoni mwa barabara ya taifa namba 5 mjini humo. Kulingana na kamanda wa jeshi la polisi mjini humo, kamishani mtendaji mkuu Kanali Lwimbo Ondekia Simone ameonyesha kuwa kazi hiyo zinaingia ndani ya mpango wa kazi za pamoja maarufu Salongo, na kwamba vitendo vya uendeshaji wa uchuruzi eneo hizo vimepingwa. Mpango huo unalenga kurudisha huduma za taifa kuwa vizuri na kuelekeza wafanyabiashara kuelekea kwenye soko zilizo rasmi za serikali kama vile Maendeleo, Kalmabenge na Kavimvira, huku akionyesha kuwa ni miezi kadhaa sasa tangu walipoanza kuhamasisha wachuruzi kuacha maeneo hayo wazi na kujielekeza sokoni. Kwa upande wao, wachuruzi walioguswa na operesheni hiyo wameonyesha kwamba soko zilizopo mjini humo Uvira hazitoshelezi tena kwa huduma za uchuruzi, haswa baada ya mafuriko ambayo yamegusa baadhi ya jengo za soko kama Maendeleo, huku wakiomba viongozi kutenga soko lingine. Mpendwa mtazamaji, tutoke katika jiji la Uvira tujielekeze ndani ya bonde la Ruzizi mjini humo, haswa katika kijiji cha Luvungi ambako risasi nyingi zasikika asubuhi ya leo jijini Luvungi bondeni mwa tarafa hilo. Kulingana na duru zetu ni kwamba risasi hizo zimesikika mapema asubuhi ya leo tariki 15 Juni mwaka huu na kuacha raia ndani ya hali ya sintofahamu, huku duru zingine zikionyesha kuwa chanzo ni baada ya kuripotiwa kwa kifo cha mwanajeshi mmoja wa kikosi cha Ibu kuhuliwa na mwenzie mwanajeshi wa kikosi cha Satana ya pili kijijini humo. Hadi sasa hakujawa na tangazo lolote upande wa serikali. Tutoke katika kijiji cha Luvungi bondeni Ruzizi tuelekee ndani ya jiji la Beni, hasa katika mtaa wa Ngambi ambako kumeripotiwa na kufika kwa wingi ndani ya mji wa Beni wazalendo wakitokea katika tarafa jirani la Butembo. Hawa
wanakuja kuitikia wito wa serikali wa kuomba vijana wazalendo kujumuika ili kusaka waasi wa ADF. Kulingana na video zilizotamba mtandaoni zaonesha baadhi ya vijana wameshiriki ndani ya mkutano mjini humo wakionyesha kushukuru kuona wazalendo wakijumuika kupambana na adui. Ikumbukwe kuwa ni tangu miongo mitatu sasa tangu uasi huo wa ADF kusumbua mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri. Tutoke hapo Beni tumalizie taarifa yetu kutoka jiji la Kinshasa ambako uongozi wa chama chake mpinzani Martin Fayulu Madidi, uongozi wa upande wa mashariki washtumu Rais Tshisekedi kwa kila wanachoita kuwa ni dikteta. Kiongozi ambaye hakutaka kutajwa kwa jina lake kwa sababu za kiusalama amelahumu bunge la taifa kukubali mawazo ya rais kwenda kwenye mchakato wa kura ya maoni. Mengi zaidi tujiunge na mwandishi wetu katika jiji la Kinshasa. Tunasema kama tunakataa huu mpango wa President Felix Tshilombo juu ya kutaka kushanje constitution, kutaka kushanje katiba ya nchi. Kama anashanje katiba ya nchi, anatafuta kugabula nchi. Sisi tunadhania adui iko nje, lakini adui tuko naye ndani ya kati. Na ndio maana unatuona sisi wote hapa watoto wa coalition C64 au 34 tunakutana leo kwenda kule kunani kupale du peuple, tunaenda kule kupale du peuple juu ya kubare kuambia wale badepite benye balishachoka, badepite bako korompi, ile loi isipite, population anaikatala. Voilà le message na mwe bote watoto ya Fizi, mtu ambwate pa watoto yote ya Sud Kivu, mtu ambwate pa. Hadi hapa mpendwa mtazamaji, sina mengi kuhusu taarifa hii. Shukrani zangu zikuelekewe mtazamaji ambaye umenifuata mwanzo hadi tamati. Shukrani zangu zimwelekee fundi mitambo ambaye ni Abase Wizo, na kualika kusubscribe iwepo ni mara ya kwanza unafuata matangazo yetu katika channel yetu ya MBC TV Baraka. Shukrani zangu zielekee bodi ya wariri, nikikuaga toka jijini Baraka na kuambia endelea kuwa nasi pamoja.